Komenti gani ambayo ikakuumiza zaidi? Komenti nyingi, lakini wanaumiza komenti wanaandika hivi, kumbe kikojozi na niuma. Na ni kweli au una sifa? Sina sifa hiyo bwana. Unadhani kwa nini wanakuita kikojozi? Sijui sasa. Ila mimi na kitu kimoja nikielewa tu, lakini kwa kawaida. Kwa ukielewa hali hiyo inatokea. Inatokea. Kwa sababu unakuwa yani mkojo au baniki. Yani kila mkojo au baniki. Kwa hiyo inakukata kuna namna. Inanikata, yani wana comment lakini nitafanyaje? Unajisi nani baada ya kupata hizo comment kwamba kikojozi vitu kama hivyo, unajionaje kabisa? Na mapungufu, yani mtu mpaka kwa itevu anajisikia vibaya. Na uko lazima kubadilika. Kwani nakojoa? Sikojoi. Nikilewa ndio mimi hapa nisikufiche, mimi pombe siwezi. Siwezi hata kidogo. Mimi 3 nishaanza kulewa. 4 ndo kabisa. 5 nice. Okay, bwana, ukisikia chungu kimoja ila wapishi ni wengi ndo hii. Ukiona kuna tatizo kama hilo kwa mwanamke, asilimia kubwa sana huwakuta wanawake ambao ni watu wazima sana kutoko na mikojo kama hivyo. Lakini ukiona msichana mdogo basi fuse zimesharegea. Ndio ile maana ya chungu kimoja wapishi ni wengi. Kwa hiyo wanaopika, wanaokoroga katika hicho chungu ni wengi sana. Kwa hiyo inafika hatua yani inakuwa connection lose connection. Au sio bwana, mpaka naongea Kiingereza sasa. Kwa hiyo unapokuwa lose sasa, unakuta mikojo tena, tatizo hilo. Alafu wanawake siku hizi wanakosa aibu, yani nafika hatua ni mtu anaweza kuzungumza chochote kuhusiana na yeye alafu don't care. Kesho kutwa anaitwa mama, alafu mavideo yanakaa muda mrefu mitandaoni. Au sio bwana, mtoto anakuja kuona kitu kama hivyo vya kipumbavu, maneno ya kipumbavu. Mzazi unazungumza, unamtengeneza na kuwa mtoto wa namna gani? Anarithi kile ambacho wewe unachokifanya kwa upumbavu wako. Sio kwa huyo tu, yani iko na wake wote. Hakikisheni mnachokifanya kinakuwa ni kumbukumbu katika maisha yenu. Watoto wenu, vizazi vyenu vitakuja kuona. Kwa hiyo bibi yetu ndo alikuwa namna kama hii.